Sasa hilo yani wewe muongo. Kwa nini tena mpenzi wangu? Nakwambia uko unajidai mara Mpemba, mara unataka kumloga kaka yangu, yani mambo mengi kibao. Kumbe lengo nipate tu jamani. Waswahili wanakwambia hivi, vita akili. Sio kwamba kushika mibunduki ndio kushinda vita. Hapana. Yaani ukiwa na akili, hata ukiwa na wembe vita yako unashinda. Sema Kwema. Kwema, karibu. Asante. Samahani, naomba nikuulize. Hivi wewe binti na wewe ni wa humu ndani? Mimi wa ndani, mtoto wa mama wa nyumba. Mbona nilikuwa sijakuona awali? Mimi na muda mwingi nakuwa sana huko unanilia shuleni, kwa ndo nimerudi. Basi kumbe ni jirani yangu. Mimi ndio nilenua kiwanja hiki hapa. Hii migomba yote ya kwangu na yale matofali ya kwangu ndio nimenunua, nimeweka pale sasa hivi. Kwa jirani hapa. Karibu. Shukrani jirani. Haya. Huyu binti mrembo, sijui nitampataje huyo. Sijui nijifanye babangu mo. Lakini mimi Mwafrika mweusi kabisa. Sijui nifanye muone. Ila huyu, subiri kwanza, huyu shapata jibu, ngoja. Subiri ngoja. Nilisema Nasolo amwitaje wewe? Nasolo mimi kakaangu. Nasolo kakaako? Ndio. Sasa mimi nilikuja huku dadangu kwa taarifa maalum. Niliambiwa kwamba Nasolo alionekana amekata ndizi zangu pale. Na kweli nikiangalia mgomba ule pale umelala. Kulikuwa na mikungu hii miwili. Mmoja haupo. Nazo zenyewe zote zilikuwa mbivu. Sasa mmoja umekatwa. Sasa nimeambiwa Nasolo. Jamani wewe baba, wewe kututafutia shida sisi. Kazi siku ni familia yetu, hamna mtu mwizi. Hayo Nasolo kwamba ameiba ni nani? Kwa hiyo kwamba anasingiziwa Nasolo. Jamani wewe baba, kama una mambo mengine unasema. Mimi kaka yangu sio mwizi. Astaghfirullah alazim. Sasa nisikilize. Mimi ni swala swabisha wewe wasema kaka yako sio mwizi na sio Nasolo aliyeiba. Basi ni acha niitafune nuni. Mimi nitamshtakia Mwenyezi Mungu. Allah yeye ndiye atanijibu mimi nani aliyeiba. Ngoja niondoke nyumbani nikajiandae nitarudi. Mama yangu, game over. No. Jirani. Wasemaje wewe? Kwa hiyo na maana ili swala lipo serious kiasi. Mimi nimeamua kumshtakia Mwenyezi Mungu kwa maana wewe nimekuuliza, nimekueleza kuhusu kaka yako Abisha kwamba sio Nasoro. Mimi naamua kuitafuna nuni hapa ili nimshtakie Mwenyezi Mungu, basi inshallah atanifanyia wepesi. Aliyeniibia ndizi zangu atajulikana. Tuyaongee basi tuyamalize. Mbona unafikia mbali kiasi hicho? Watakaje? Hapo ungesema wewe utufanye nini ili haya mambo yasipite mbali. Sasa je, upo tayari nitachokiongea mimi? Mimi niko tayari. Sasa nisikilize. Kama upo tayari na masharti yangu, maana tayari nishaanza kusoma hapo juu. Basi jirani, mimi niko tayari. Sasa nisikilize. Basi kama upo tayari kwa mwandani wangu ili swala la kaka yako mimi niliache hapa nisimshtakie tena Allah. Maswala ya kumaliza, mbona unafika mbali? Basi jirani nimekubali. Mambo ndio yalikuwa hayo sasa. Mambo yalikuwa hayo. Tumeona vitangu vilivyokuwa nyepesi. Nimekuchukua kiulaini, nimetumia nguvu kubwa. Mpemba.
Sasa unafikiri ningekupataje lakini? Maana kila nikiangalia mtoto huyu mimi nitampataje jinsi nilivyo mimi na ufukara wangu mimi. Nitakupataje kaona katumia akili. Nikaangalia mgomba gani pale unokata pale kaona mgomba na nilikata mwenyewe nimekata mwenyewe ndizi. Kumbe. Kumbe ulikuwa unadanganya ukanitishia. Lakini si unaona leo tofauti. Au enjoy kwa na mimi. Haya. Kwa kifupi.